ukichiva dimbe kwa DJ, mkiva henanda piga. Pita njia, pita jitu. Wewe vipi? Mama yangu, sasa mkuu huko kimemkuta kitu gani tena? Wewe, kwani wewe nani? Hii ndio umelipata. Na ukifika Dar es Salaam utanikuta Tabata, tofauti na sehemu nyingine. Tabata pale. Ebo. Inauma inachoma Hapa nimemfuata kikoa wangu. Una bahati na leo sikuwa na mudi kabisa kukuua, ningekuua. Ningerudia kukupiga misondo kama nipiga DJ Mtoki. Dunia ya kutusisi. Ongeni mafizi. Kama ilivyo ada, leo ndio siku ambayo tulikuwa tunasubiria sana hapa. Leo ndio siku ile ambayo inabidi misukule yote tuitoe, yani tuichinje. Hivyo basi, maandalizi inabidi tuyafanye mapema. Sababu nyama tutakula sisi, damu tutakuwa tunawapa mizimu ili kuongeza nguvu. Mkuu, tutamalizaje zile nyama za misukule walipokuwa wengi kiasi kile? Swala la kumaliza vipi tutamaliza, lakini hatutomaliza, tutajua hapo hapo, sababu nitafanya utaalamu. Ina maana nyama tutakuwa tunaigeuza kuifanya ya ng'ombe baada ya hii ambayo tunakuwa tunakula sisi wenyewe. Tutafanya ya ng'ombe, na hapa kijijini watu wengi sana wanapenda nyama ya ng'ombe. Kama Kuchele ukimpelekea wala hawezi kukosa pesa. Ukimpelekea Bwana Biwi, Yahaya, na hata kama hawatakuwa tayari kutoa pesa, wataona tu wenyewe wametoa, yani bila wao kujua. Kwa hiyo hilo wala usihofu kabisa. Sima mkuu kiboko. Yaani wewe ni genius kama Savage wa Chiwale. Ni kweli mimi ni genius kama Savage wa Chiwale. Yaani wala hujakosea. Lakini wewe nitakupa misukule wawili. Nitakupa Blandina pamoja na Amina ili mkachote maji. Nimeshafanya utafiti, maji mazuri hapa yatakuwepo Namin. Utaenda Namin, utaenda kuchota maji. Unajua nyama tukila zikitukaba tutakuwa tunatumia maji yake. Mkuu, naona kama sijakuelewa hivi, nimekusikia umetaja Blandina yupi ambao unamzungumzia mkuu? Tuliza mshono. Ninavyoongea unielewe vizuri. Na wewe nitakupatia misukule ile ya kiume. Utaenda nao porini ukakate kuni kwa ajili ya kubanikia nyama zetu, na maanisha nyama choma. Ila mkuu, nina hofu mimi. Nina hofu kama nitakutana na mpita njia huko kisimani. Wala la mpita njia wala usihofu. Ondoa hofu. Nisikilize mimi. Mpita njia nimeshamdhibiti. Umemdhibiti vipi wakati ulisema hatuna nguvu tena za kumdhibiti mpita njia mpaka tuue misukule wale wote? Nilishafuatilia mbinu anayotumia. Nimegundua kumbe mpita njia uchawi wake uko kwenye kofia. Sasa nilikuta ameivua kofia. Kwa hiyo pale kikamlamba. Kwa hiyo mpita njia hana habari tena. Wala usiongee kabisa swala mpita njia. Sawa, basi naomba misukule niondokane kisimani. Mkuu, huyu si mtu wangu Blandina. Wewe tulia bwana, tulia kabisa, tulia wala usiongee mzuri. Lakini ukiongea mimi tulia kabisa, sipendi muongee. Wewe tuliza mishoni, tulia hapa. Uliposimama unasimama hapo hapo. Ya hapa yeshia hapa, tulia. Ila mkuu nionevu. Nimekuambia tulia, keep quiet. Nije sikutaji jamani, nahitaji msaada, bado niko hai, wamenitoa kikoa na wasisitiza mfanye ibada, huku niliko labda mkaniokoa. Binamu anti na dada ni wanafiki, msione wanalia, wao ndo wamenipiga nada, mafanikio kwenye tunafurahia, kutwa mzima ninalimishwa mashamba, nikiwa kiburi ninapigwa na mikanda, eka 10 napewa peke kupanda, chakula hafifu tunachokula ni majanga, muda mwingine ni lazima kutoroka ili niweze pata chakula
cha kutosha, kile munachodondosha pindi munapika ndiyo halali yangu ndo ninakiokota. Sijafa, wamenifanya msukule. Sijafa, sijafa, wamenifanya msukule. Sijafa. Natumiwa kama chela kubebea mazao, ninapigwa kama punda nikipinga ya kwao, nikijifanya kuchoka ninapigwa vibao, wala potea miaka mingi nyuma ndo niko nao. Ukiona unakula mtusu naisha mapema jua unakula na mimi. Ukiona una pesa alafu zinakupotea jua nachukua mimi. Ukiota unapigwa vibao alafu ukastuka jua nilikuwa mimi. Sifanyi kwa akili yangu bati ninashurutishwa sijui nimefanya nini. Nimevishwa riziki kubwa kama begi, kaniki chini ndio yangu kodi. Kuna mchawi amesokota dredi, ndoto cha wakiki. Batuli, dunia kwetu sisi. Mkuu, si kwetu tena. Ni akina nani tena? Alafu mbona umekuja tofauti kabisa na Miskule kwa wapi? Mbona umekuja peke yako? Ulivyokaa mwanzo mpiga njoo ile kikisha amekufa kabisa. Usitaki kuniambia umekutana na huyu mpumbavu kwa mara nyingine tena. Umekutana naye huko? Nimekutana naye. Nilipokamwona tu nikasema, Mungu nisaidie miguu yangu. Alafu huyu mpuzi mbona ana roho ngumu sana kama ya Ligumi? Maana Ligumi ukimchemsha hata kama masaa 4, roho yake bado itakuwa inaendelea kudunda. Huyo. Aha, umejileta mwenyewe. Chakula kimejileta chenyewe kwenye sahani yake. Washiriki, chakula kimeshafika. Andaeni maji, tunawe, tuanze kushughulikia. Sikiliza nikwambie. Siku zote kinyonga kutembea polepole zile ni swaga tu. Kama uamini, choma moto eneo alilopo alafu utaona. Halafu hata taa inawashwa ila haijawahi kujikuna. Na vile vile endapo utataka kuteketeza uhalifu katika eneo lilopo, usiogope hata wewe kuwa mhalifu. Hivi ulizani umeniweza eh? Hauna uchao wa kuniweza mimi. Naitwa Ikram Raza.
au lambalamba. Nimekuja katika hiki kijiji kwa ajili yenu, na leo ndio mwisho wenu. Nianze chai, nianze mkate? Wa nyumbani. Anza chai, mkate utamaliza kwenye gari. Kumbe kinashura machupa niko naye ndani humu. Sikiliza wewe mpuzi, mbio za sakafuni uishia ukingoni. Wewe ni nyuki wa mashineni, sababu nyuki wa mashineni hawang'ati wala hawaumi, yaani hawana madhara yoyote. Mr. Blue alishaimba hawang'ati, kumbe ni mbwa koko. Sasa wewe inaonekana aliyokuwa anakufuga alikuwa anategemea mavi ya walevi, yaani hao kina Ngose na Saibogi. Ukichiva dimbe kwa DJ, nkivaa henanda kwa DJ. Ukichiva dimbe kwa DJ, nkivaa henanda. Piga mbavu. Sasa wewe, huu ndio umekuwa ni mwisho wako. Sio nimekuja nyumbani kwangu na nitambia hapa. Sikiliza Batuli, kachukue panga, sababu huyu ndio atakuwa msukule mkubwa baada ya kufidia wale wengine. Hicho ulichokiona kwenye fikra zako kitakutokea endapo utafuatilia mambo yasiyokuhusu katika hiki kijiji. Ni bora ukapita njia tu, maana wewe ni mpita njia, na usikwame sehemu yote katika hiki kijiji. Ina maana yote aliyotokea sio kweli na zilikuwa ni fikra tu? Mbona safari ya moto? Chambata hajaniua, ina maana ilikuwa fikra zangu tu. Makweli kikijiji na hii safari ya moto, na nisipokuwa makini yatanikuta yote ambayo nimeona kwenye fikra zangu. Mtoto mdogo namna hii nakutana naye, alafu matukio ya ajabu na hapa hakuna kusimama sehemu na hakuna kumuuliza mtu kama njia ndio hapa, ni kunyoka mpaka nafika Mwenge. Habarini wapendwa. Kwa majina naitwa Director Raza Picture. Ni director ambaye nimedirect series yetu pendwa ya Mpita Njia. Nipende kutoa shukrani za dhati kwa kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa series hii ya Mpita Njia. Pia nipende kuomba samahani kwa kuchelewesha kazi, lakini kutokana na changamoto ambazo tunakutana nazo sisi underground. Kama mlivyoona Mpita Njia ilikuwa kuna muda ina lose, yani inachelewa, kuna muda ina haraka. Kwanza niseme kwamba ni cast zimeniangusha sana. Unajua si underground, account yetu ndiyo imeshakizi vigezo na tushaanza kutoa nini maokoto, lakini maokoto yetu bado hajaanza kukizi budget za movie, na ndio maana cast zetu zinakuwa zinatusumbua. Lakini naamini kupitia nyinyi mtatusupport mpaka tutafikia tunapopahitaji. Niwaahidi tu, nadhani mmeona ilipoishia season 1, ina maana kwamba ngoma bado mbichi. Ina maana kumbe yale yote ambayo tumeyaona kwenye Mpita Njia kuanzia episode ya kwanza mpaka ya mwisho zilikuwa ni fikra. Ina maana kwamba sio kweli. Ndio kwanza safari inaanza. Sasa mjue kabisa kwamba hii story ndio inaanza upya. Kwa hiyo nimeisimamisha kwa sababu nataka nifanye usajili mpya na wasanii ambao hawatonisumbua. Hawatonisumbua kabisa, ili nipange cast vizuri, nipange kila kitu vizuri. Nikisema tunarudi tena season 2, tunarudi na kasi ya 4G au 5G, kwamba hakutotokea na shida yoyote, na nitahakikisha story yangu, kwa sababu nilivyoiandika na inavyoshutiwa tofauti, ni kutokana na kwamba nimeandika hivi afu na shoot hivi, kutokana na wasanii wananifelisha. Lakini nataka nipangilie upya, nitafute wasanii ambao najua hao wanajua kazi wanayoifanya, sio wasanii wengine kwamba unafanya nao kazi alafu hawajui wanachokifanya. Nashukuru sana kwa kutupa moyo, comment zenu naziona, nazisoma na ndo zinanipa nguvu. Mimi napenda sana kama nimekosea wewe unanikosoa, kwa sababu mimi kila kitu nafanya mwenyewe. Ulichokiona chote kwenye Mpita Njia, story, kushuti, kuedit, yani kile ulichokiona mimi peke yangu tu ndo nakifanya. Kwa hiyo kuna muda ilikuwa inaniwilia ugumu kufanya kitu kwa wakati, kutokana kila kitu nafanya mwenyewe.
Niseme nawapenda sana na nawaahidi kufanya kazi zaidi. Laza Picture ndo mimi aka mpita njia. Vile vile kama unajiona una kipaji, unakaribishwa. Tuko Masasi Mtwara. Ukishafika tu unaweza ukatucheki kupitia namba 0694093469. Utakuwa umenipata moja kwa moja mimi hapa Laza Picture. Kwa hiyo niseme nashukuru sana. Nashukuru kwa support yenu. Kama hujasubscribe naomba usubscribe. Maana wengine wanakuwa wanaangalia tu hawajui kusubscribe. Yaani unagusa neno lile jekundu subscribe na unagusa na alama ya kengele, unakuwa wa kwanza tukipandisha kazi, unakuwa wa kwanza kutizama kazi. Kwa hiyo niseme nashukuru sana. Mtegemee Mpita Njia season 2. Kwa hiyo tumeweka kituo kidogo ili tukusanye nguvu. Ila kabla ya season 2 kuna kazi tutakao tunaziachia hapa katikati, naomba muendelee kutusupport na zitakuwa kali zaidi. Mikono ya kazi ya Laza Picture. Oya, Masasi mabegani. Bye. Nipona mgeni acha tu salama, nikafika kwetu salama.